Entertainment pamoja na picha za kutisha. Some fast with a bullet. Some not enough left to bury. Kilichoko Mbagala jijini Dar es Salaam kwa mara nyingine tena kuleta picha The Hard Way, njia ngumu. Starring katika picha ya The Hard Way ni Miles Okefakwa na Milton Morris, Chuck Bishop kama Niga, Philip Wagner aliyecheza kama adui, Sarah Sharma ni msichana mmoja matata kutoka sehemu za Colombia, Claudio Dora, Johnny Stanley, Elfbrook pamoja na Richard Herman, wote kwa pamoja wamefanikisha picha ya The Hard Way, njia ngumu. Nchi za Amerika ya Kati, wapenzi watazamaji, zimeshamiri sana katika biashara haramu ya madawa ya kulevya. Hivyo katika kipindi chote kilichopita mpaka sasa, Marekani imekuwa mstari wa mbele kabisa kupiga vita kulima mashamba ya madawa ya kulevya pamoja na kufanya biashara haramu ya madawa ya kulevya. Hivyo siku zote imeendelea kutuma vikosi vyake maalum na imeunda kitengo maalum cha kuzuia madawa ya kulevya, Drug Enforcement Administration. Picha yetu inaanza wakati kikosi cha Marekani ambacho kilikuwa kinashirikiana na askari kutoka katika nchi ya Bolivia walipoamua kwenda kuweka ambush ili kuvamia kundi la walima madawa ya kulevya waliokuwa wanasafirisha madawa kutoka katika mashamba ya madawa ya kulevya. Picha ni The Hard Way, njia ngumu. Wengine walioshiriki katika picha hii ni Ernest Silva. Penzi watazamaji, mnamkumbuka Ernest Silva katika picha Code of Silence aliyocheza na Chuck Norris. Picha yetu inaanza wakati kundi la maaskari waliotoka katika nchi ya Bolivia wakiwa katika sehemu moja waliokuwa wameipanga rasmi kwa ajili ya kulei ambush, shambulio la kushtukiza, ili waweze kuwavamia waliokuwa wanatoka katika mashamba ya kulevya wakiwa na mazao walioyavuna kutoka katika mashamba ya kulevya kuelekea katika sehemu ya headquarters tayari kusafirishwa nchi za nje. Captain John alisogea na kikosi chake tayari akiwa anajizatiti katika ambushi yake ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba lazima itafanikiwa. Hawakujua kwamba siku hiyo na kundi hilo la walima madawa ya kulevya ilikuwa na vikosi vyake tayari walikuwa wameshamzunguka Captain John. Taarifa tulizokuwa nazo, watakuja sasa hivi. Walizungukwa. Captain John alipiga risasi na kuua askari kama 6-7. Baadaye yeye ilibidi asalimu amri mbele ya Ernest Silva, kamanda katika kikundi hicho cha kulima madawa ya kulevya. Yuko sasa mguu Captain John. Niperedio makao makuu over. Itumie mara moja helikopta, tayari tumemkamata kamanda aliyekuwa anatuzuia katika njia yetu. Kamata mara moja, peleka kwenye helikopta, safirishwa kupelekwa makao makuu. Helikopta za walima madawa ya kulevya zilitua katika eneo hilo moja kwa moja kumsafirisha Captain John kumpeleka headquarters kule aende kujibu mashtaka kwa nini alikuwa anawazuia shughuli yao ya kusafirisha madawa ya kulevya. Alibeba mkoko na kusonga moja kwa moja kwenye helikopta kupelekwa headquarters ni huko katika nchi ya Bolivia, Amerika ya Kati.
ule ule. Wafungwa ambao walikuwa wametekwa rasmi wanapelekwa kwenye kulima madawa ya kulevya. Walikuwa wanatoka sasa katika sehemu zao za kulima kuelekea headquarters wakiwa tayari wamebeba mafurunguto au vifurushi vya madawa ya kulevya. Walima madawa ya kulevya katika sehemu hiyo ya Amerika ya Kati wana zana za kutosha, wakiwa na APCs pamoja na vifaru. Ugua geti. Nataka kuingia, tunatoka kazini. Ulinzi katika eneo lote la kambio ya kulima madawa ya kulevya ulikuwa na kisha madumishwa kiasi cha saa 24. Wananchi waliolazimishwa kwenda katika madawa ya kulevya ambao walikuwa wametekwa walikuwa wanapata mateso makali katika kambio ambayo ilikuwa chini ya uongozi wa Colonel Ernest Silver. Okay, watu wote teremka chini. Teremkeni chini mara moja, haraka haraka. Katika kundi hili, wakati wanateremka kutoka katika ya magari baada ya kuwa wametokea kazini, mama mmoja aliweza kumgundua mume wake ambaye walikuwa wamepoteana baada ya kutekwa kiasi cha miezi kama 3. Mume wake jaribu kukimbia, askari akamzuia. Kuna wapi? Jamani, turuhusu nikamwone mume wangu, piga. Oh my God! Get rid of that. Kama takataka hizi zinaleta vurugu, tupilia mbali, ukatuna muda wa kuangalia watu kwa. Peleka huko pembeni. Ndani ya kundi hili alikuwa msichana aliyekuwa ametekwa akiwa anaitwa Sarah Shawan. Philip Wagner alikuwa ofisini kwake, ndipo alipata simu. Philip Wagner, hapo naongea, unasemaje? Tumefika, tunao mateka na tumemteka aliyekuwa ametuzuia katika njia yetu. Wakati wote tutatua. Niko huku na wasubiri kwa hamu kubwa sana. Ilikuwa inabidi kabla ya kuingia katika kambio ya kulima madawa ya kulevya utoe taarifa, kwa sababu ungeweza kutunguliwa na silaha ambazo zilikuwa zimezunguka katika kambio. Wakati wote walikuwa wanahofia kwamba Marekani inawezekana ikatuma vikosi vya kuvamia kambi yao. Captain Johnny alitolewa katika ndege mkuku sogezwa katika sehemu ya mateso, wakati akiwa nyang'anyanga. Roho yake ilikuwa imebakia kwenye miguu. Philip Wagner ambaye alikuwa msaidizi wa Ernest Silver alifika na kwanza kumhoji, wewe ndiye ulikuwa unaleta vurugu njiani? Unazuia kundi langu zisiendelee na shughuli zake? Utakula nyumbani kwako? Mpumbavu mkubwa. Biashara haramu ya madawa ya kulevya unafikiri itakufikisha wapi? Unaharibu watoto watu wa mpumbavu. Sura utazani upande wa mbuzi. Hata kama utanitukana matusi mazito mazito, changamkia askari. Mpe chakula mtu mwenye matusi huyu. Captain Johnny alitandikwa risasi 10 na kupoteza maisha pale pale. Beba mara moja, naenda mkazike. Kizidi kuleta watu namna hii katika maeneo yetu, tahakikisha tunawafyeka mbali. Wakati huo katika mji wa Washington DC, kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na Colonel Booker lilikuwa limepewa jukumu ya kuandaa moja kwa moja kikosi maalum cha kuelekea katika sehemu ya Bolivia, ikiwezekana
waende kuangamiza kambio ya kulima madawa ya kulevya. Captain Baka alikuwa amewaita wakubwa mbalimbali kutoka katika jeshi ili watoe mapendekezo ni kikosi gani kitaelekea katika sehemu ile kwenda kupambana na wauza madawa ya kulevya. We believe that more than 40% of the drug peddled in our cities comes from Pinero's plantations. Pinero's plantations. Naamini kabisa madawa yote ambayo yanasafirishwa karibu katika dunia nzima yanatoka katika yellow plantation ambazo ziko katika Brazil. And well paid. Sisi tumejaribu kuchunguza kwa makini na kugundua kwamba mashamba hayo bado yanaendelea kushamiri katika nchi hiyo. His general headquarters. Vikosi vyetu vimejaribu kwenda, lakini headquarters ambayo inaongozwa na Daniel Silva imeendelea kuweka hali ngumu na kuzuia na kuua wote ambao tulikuwa tunatuma katika moyo. Sasa unasema tutume brigade nzima iende kufanya kazi hiyo? Na kuuliza Kamanda Baka. And I see no other way to kwa sababu hujatoa mwafaka, tufanye vipi? Trial in the United States. Perhaps there is a way to make the wolf leave his den. Hatuwezi kwenda kuanzisha vita katika nchi ya watu. Mngoje kamanda ambaye ni meja atuletee taarifa, kwa sababu yeye nilimtuma jukumu la kwenda kuchagua ni kikosi gani kitakachoelekea sehemu ya Bolivia. Fande, kama ulivyonituma nawakilisha kwako taarifa yangu. One of our agents, trained by Colonel Bacall for some months in Bolivia, has managed to infiltrate the local drug scene by pretending to be a big drug buyer. He has made contact with people. Utaratibu wa kupeleka kompania au brigade au vikosi mbalimbali kwenda kuvamia katika nchi ya watu hautakuwa utaratibu mzuri, kwa sababu maeneo ambayo madawa ya kulevya yanalimwa, sehemu zilizofichwa na zinapita katikati ya wananchi wasiokuwa na hatia. Kitendo cha kupeleka vikosi mbalimbali vinaweza vikaangamiza raia wasiokuwa na hatia. Utaratibu ambao tumepanga mzee, kama ulivyonituma, nimechagua makomando 3 walioiva. Nimekuja na picha zao na kila mmoja akiwa na sifa zake. Specialist. German. Wa kwanza ni Miller Zokef. Yeye ndiye atakuwa kamanda wa kikosi cha makomando. Amepambana katika vita Vietnam na alionyesha ushujaa mkubwa sana katika uwanja wa kivita. He works today for an oil drilling company in the South Atlantic. Paulo Ibanez, Brazilian. Jina alilotumia ni Paulo Ibanez, yeye ni mtu wa Brazil. Utilized in similar missions. Vile yuko kijana Chick Bishop ambaye ni niga. Yeye ni Brazilian lakini katika mambo ya mapambano ni hatari kabisa. Yumo vile vile Milton Norris. Wote kwa pamoja 3 ndio watakaoingia katika mission hii ya kusonga mbele kwenda kuelekea katika sehemu ile, ikiwezekana waangamize kabisa kambio. Colonel, excuse me. Nataka niulize swali moja. Nimesema kwamba kuna brigade nzima ya wauza madawa ya kulevya. Makomando 3 tuwezaje kufanya kazi hiyo na kuikamilisha? Kwa nini hamkuongezea nguvu ya kutosha? Na watasafiri vipi mpaka sehemu hiyo? Tumepanga utaratibu wa kuwasafirisha na helikopta, alafu kuna sehemu watakapovuka na boti. Baadaye watasogezwa na ndege mpaka katika RV. Hapo ndipo watakapoanzia kwenye start line, na ndio sehemu ambayo mara nyingi sana wanavushia madawa ya kulevya. Utafiti wa kina umefanyika kabla ya kazi ya kufanyika. Hawa kuchelewa walikubaliana na mpango wa Colonel Baka, na moja kwa moja ndege la Buffalo liliondoka kuelekea katika sehemu ya Bolivia. Kibonge aliyekuwa anaitwa Chuck Bishop, Milton Norris pamoja na Miller Zokef alijiandaa sasa wakiwemo katika Buffalo teremka katika sehemu mbalimbali za msitu ili kuanza kazi ya njia ngumu, the hard way. Then I suppose you're going to owe us all a beer, right, Colonel? Tumeambiwa kwamba kazi hii tutaikamilisha katika muda mfupi. Tumepewa muda wa saa 12 kazi iwe imekamilika. Nadhani tumefika, mteremke. Tadhani labda nateremka barabarani. Ilikuwa sasa ni wakati wa kuruka kwa parachuti na kutua moja kwa moja kwenye misitu ndani ya Amerika ya Kati katika taifa la Bolivia. Wakati parachuti linapotua chini alitui taratibu. Inabidi wewe ni mjanja au ujue namna ya kunesa wakati unapotua chini. Ukitua ovyo ovyo moja kwa moja unavunjika miguu. Na kawaida unapomaliza kutua na parachuti, ile parachuti unaizoa na kwenda kuificha ili maadui kama watatokea katika maeneo yale wasiweze kujua kwamba kuna mtu au maadui walioteremshwa katika eneo hilo. Ndivyo walivyofanya makomando 3 chini ya uongozi wa Miller Zokef.
Kama kawaida walicheki ramani, baadaye wakacheki compass ili kuangalia uelekeo bearing. Nifuate mimi. Uelekeo ni pale nitakapokuwa napita. Nikitoa mguu na nyinyi naweka mguu. Let's go. Hakuna mtu kubaki nyuma. Kila mtu awe karibu na mwenzake, msibaki mbali. Mills of Kef, Chuck Bishop na Milton Knowles walijitosa sasa kwenye misitu ya Bolivia kuanza kazi ngumu ya kuwasaka kundi la wauza madawa ya kulevya. Well, this is the place. Sasa tuangalie tuanzie wapi, tupite njia ya chini au ya juu? Sasa tunakusikiliza wewe, wewe ndio unayejua ramani kabisa. Mimi Kibonges nafuata lolote lile utakalotoa, niko tayari kutekeleza amri zako. Hata mimi Milton Knowles sina ubishi mzee. Bwana, vipi, kuna mkono wa mtu nini? Kitu gani hicho? Ngoja twende taratibu, sije tukaingia kwenye mtego wa adui na mtu kajeruhiwa hapa. Vipi? Anakata roho. Tunafika tu anakata roho. Vipi? Kwa kwaje mtu kuwa katika maeneo haya? Semuzi huwa waje. Huyu alikuwa anakuja kumapapu kwa sasa. Wanaenda kushambuliwa. Mmoja kama mmoja alianza kujibu mapigo. Shabaha walikuwa nao makomando walikuwa ni snipers au sharpshooters. Wanapiga risasi na kwenda na mtu. Tupa kombora. Looks like we were the ones. Tunamka wote. Tunamka tukushambulia. Give it up! Mko hapo? Surrounded! Mmeshazungukwa. Time to get the hell out of. Tupe silaha chini kwa mshoko juu. Namwambia nani? Kamata mara moja. Nilitaka mwakamata wazima, sasa uwa kabisa. Kwa pambano lilikuwa ni kali. Makomando bado wanasogea mbele. Kundi la Enel Silva alikuona ndani. Walinyanyuka moja kwa moja na helikopta zao wakiwa wameshapoteza askari 27 na nusu. Afande, shambulio lilikuwa ni kali. Wacheni uvivu. Wacheni uvivu, bado njia ni ngumu. Tusome ramani. Tunatakiwa tusonge mbele kuelekea katika eneo moja. Huko tunaweza tukakuta boti. Tabidi kwenye bearing 20-70-42. Ndiko ambako tumepata. Wanasubiri. Wanatusubiri wakati wote. Boti hilo liko katika mission. Ni wananchi wa sehemu ya Bolivia ambao wanapiga vita madawa ya kulevya. Nini? Tumeleta kitu gani huko? Mbona nasikia kama popi? Inawezekana wameleta mbwa au wameleta umbwa. Afande, mimi Kibonge huko nasikia kama mbwa hayo.
wanaanza sasa kutusaka na mbwa. The bastards are using dogs to track. Wanaleta mbwa kututafuta sisi, hawawezi kutupata. Move out. Twende. Kibonge, wewe utabakia wapi? Mimi mzee nitabaki nyuma huko. Sina tatizo, nyewe sogea mbele, nitakuwa nalinda maeneo ya nyuma muda wote wakati wanasonga mbele. Kibonges Chief Bishop alikuwa yanabaki nyuma, haogopi. Kweli kundi la Special Force ya wauza madawa ya kulevya ilianza kuwafukuza wakiwa na mambwa. Special Force ikiwa na mbwa kwa chini, wajuju helikopta nazo ziliendelea na patrol kutafuta hao makomando watatu wameingilia na kupenya na kuingia upande gani. Misitu ya Bolivia iko katika ukanda wa Ikweta, ni katika Equatorial Forest ambayo hupata mvua karibu mwaka mzima. Hivyo ni misitu minene kabisa. Kupenya katika misitu hii inabidi utumie nguvu. Waliokuwa wanatumia makomando ilikuwa ni moto chini, pamoja na kwamba Special Force ya wauza madawa ya kulevya ilikuwa inatumia mbwa, lakini mbwa haziweza kuwanasa. Kamanda Kiatu ambaye alikuwa na uso kabisa kama kiatu, kuja huko, kuja sogea huko, nyayo zao zinaonekana wamepita hapa sasa hivi. Ni kweli, hata mimi ambie wenye ndege kwamba afande kwenye ndege, tumeona nyayo zao wako kwenye msitu na nyinyi msogee huko. Sisi tunanyakua tunawafuata kwa nyuma, karibu tutawakamata. Twende alafu tutagawana maeneo. Sasa tunakaribia kufika pale ambako ziko boti yetu. Tutagawana maeneo huko mbele ya safari. Tunakusikiliza mkuu. Tunakusikiliza sasa, tuna wasiwasi huku nyuma. Helikopta zikiongozwa na Arnold Silva walianza kutumia vyombo maalum vya kucheki kwa chini ili waone kama watawaona. Special Force kwa chini na wao wanahangaika. Kamanda mmoja aliyekuwa na uso kama mavi sasa wamepotea, hawaonekani, lakini tutawakamata. Sijui nianzie upande gani, niende upande upi. Sasa tunakusikiliza wewe, nifuateni mimi Chenobishi. Sogeni kwenye msitu, ikiwa sehemu ya wazi mtaonekana na helikopta. Unakuja mkuu. Wale pale chini, piga machine gun. Kama huwezi kupiga machine gun, watupia grenade. Tupa grenade pande zote mbili.
longer as they keep... Njia inaanza kuwa ngumu. The ones down here won't come near us. Sasa hivi inabidi tufanye bidii. Unaweza ndio wakatusubiri tukachelewa kufika. Here's a dock. Cheki ramani uone namna gani. Tuko katika uelekeo sawa vipi? Bila kibongo. Mimi mtakapopita ni hapo hapo. Okay. Unajua kama mimi sijui kusoma. Sasa tuelekee upande wa magharibi. Sababu muda ni huu, tunatakiwa mara moja tufike katika eneo hilo. Fanya haraka, tunashambuliwa. Songa mbele. Baada ya kuona wanafuatwa, sasa waligawana, kila mmoja akawa anapita njia yake wakiwa wamepeana rafisi. Acha kupiga. Wacha kupiga na kuna vyo mgoja ni wajulisha sikio mguu. Nyinyi huko chini mnatembeaje? Mbona mnatembea na mbaliga? Amuoni mbele? Sisi tumeona wameingia kwenye msitu wa kushoto. Sijui wenzangu wako wapi. Wako kushoto, sijui wako sehemu gani. Hata Ravisi sijui iko wapi. Milton Knowles, mzee Kipara, alikuwa anahangaika kibonge na yeye anahangaika kwenye msitu. Sijui zangu wako upande upi. Ni Ravi najua ilipo. Siwezi kukosea. Mila za Kef alifika kwenye daraja la kuning'inia. Pale akaamua kufanya ujanja. Alijikata na kisu, damu ikadondoka pale ili kuwapoteza maboya ya maadui. Wakija utajua lazima tumevukia hapa, na kwa vyovyote vile lazima watavuka. Ni wakati sasa wa kutega mtego. Mila za Kef baada ya kuwa amepatana na wenzake wakutane kwenye Ravi, yeye sasa aliamua kutega mtego wa kuwanasa maadui katika sehemu ile ya daraja la kuning'inia katika mto ndani ya nchi ya Bolivia. Mto huu katika nchi hiyo huwa una mamba wengi sana ambao ni wakali na mara nyingi sana hushambulia binadamu. Vipi huko mnakuja vipi? Tunakuja mzee, tuko karibu, tunakaribia. Hatujaona kitu. Grupu A upande wa kushoto, grupu B upande wa katikati, grupu C upande wa kulia. Tumegawana hapo namna gani? Uko wapi helikopta? Na wasikia. Jaribuni kuangalia katika misitu, sababu naona kama maadui wanawaacha. Milton Knowles anatafuta Ravi iko wapi ambako wamepatana wakutana na wenzake. Kibonge naye anahangaika. Wakati Kibonge anahangaika katika msitu, maadui nao walikuwa kwa nyuma wakimfuata Kibonge. Wakamrukia. Kibonge alikuwa ni kipande cha mtu. Piga kwenye just because. Kipigwa na ngumi ya Kibonge, tadhani umepigwa na katapira. Mila za Kef baada ya kuhakikisha ametega mtego, alikwenda mpaka mbele, baadaye akarudi nyuma pale kwenye daraja la kuning'inia, kuamua kutega pembeni akiwa ameweka ambush ya mtu mmoja. He's hurt. Nini? Kuna kitu gani? Ngoja, kuna damu mbichi hapa. Wamevuka sasa hivi wamevuka. Twende. Na kweli kama alivyofikiria Mila za Kef, na kweli maadui walianza kuvuka pale, yeye akiwa kwenye kichaka na waangalia na mbwa zao. Sasa wameshavuka. Sitaki waje watufuate huko. Wakati wa kwenda kulikata daraja. Wewe unafanya nini? Nakuuliza unafanya nini hapo? Mbona aliacha mtu amelinda? Nakwambia nafanya nini?
Unataka nikujibu? Piga kisu. Piga ngumi. Pumbavu mkubwa. Then niendelee kukata. Mke kama tumbi. Then nikende. Mpaka chini. Kawa ni kaziri bano. Pesa mkubwa. Mdalole. Milo Zakef alianza kushambulia. Aliamua kutumia risasi kulikata lile daraja. Ambao walikuwa wamepanga kukutana kwenye RV sasa walikuwa wanakaribia. Milton Norris, Chief Bishop Kibonge, Milo Zakef sasa wanatafutana ili wakutane moja kwa moja kwenye RV, waingie kwenye boti na kusogea mbele. Niko huku na mimi nakuja. Vipi afande kwa wapi? Vipi nauliza mkuu. Mkuu kwani ni nguruwe? Nauliza afande uko wapi? Na boti sio mungurumo wa boti huo. Ni mungurumo wa boti. Boti linakuja. Amekuja katika muda ule ule. Milo Zakef na yeye anawatafuta wenzake. Wako wapi hawa? Wamekosea RV. Wakati boti hilo linasogea katika RV, walikokuwa wamepanga kwenda kuwachukua au makomando watatu. Ndaula linazo helikopta ambazo zilikuwa moja kwa moja na Reynolds Silver kamanda. Ziliweza kuigundua hiyo boti katika huo mto. Tunaona kiboti kimoja kwenye boti, mna taarifa nacho? Hakuna taarifa yoyote katika uwanja huo. Unaweza mkafyeka. Helikopta lisogea karibu. Moja kwa moja alianza kuishambulia ile boti. Kiboti kikasambaratishwa. Tumefyeka kiboti kilichokuwa kinasogea. Sasa tunataka kuelekea katika sehemu tumeona ndege na hangaika angani. Tunakujulisha Filipo, mimi nimepata taarifa. Over. Boti yetu imeangamizwa. Imeangamizwa boti, tuwai moja kwa moja kwenye ndege. It's a good idea. Ni mawazo mazuri. Tuwai kwenye ndege, tuende na mguu. Ndege ikaonekana kwa chini. Na Emu Silva. Bora wakailipua nayo. Sasa tumepotea. Like hell we are. Hatuwezi kupotea. Tutakwenda na nini mpaka katika sehemu ya mission? We're gonna head to the Tutaondoka kwa njia zozote zile. Hata kama ni kupaa angani. Lazima tuende kwenye mission. Hakuna kurudi nyuma. Nifuate mimi. Kuna cheki mbele waliona kundi la Maska Special Force katika kundi la wauza madawa ya kulevya.
Inasogea, ndipo alipoamua kuwazungukia kwa nyuma nyumanju. Shambulio waliobakia alianza kuwakotoza baada ya kuona matukumia kwenye msitu. Askari kama 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 wakaangamia pale pale. Sasa waliingia kwenye msitu ambao ulikuwa na maji. Kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha mvua kali. Zilikuwa ni nyakati za masika. Bado helikopta kwa jujuo zinatafuta. Wametushambulia sasa hivi na kujitokomeza kwenye msitu. Tunakuja sasa hivi. Over. Mawasiliano kati ya askari wa mguu pamoja na kamanda katika helikopta El Silva yalikuwa yanadumishwa kipindi chote, wakati wanaofuata hawa makomando watatu walioonekana kuwa kichefuchefu katika kundi hili la wauza madawa ya kulevya. Tunawaona sasa kwenye msitu, wako katikati kabisa kwenye msitu, na wakati wote tunaweza tukawakamata. Over. Naona unakwenda kama mnarudi nyuma. Nyakua miguu haraka haraka. Sawa. Nikuwategea mtego mzuri. Nimeshatega mtego. Waingizwe kwenye mtego. Kuna mtu hapa. Kuna jitu linaonekana hapo. Ni komando. Fata hilo komando mara moja. Teremsha helikopta chini. Fata hilo komando, likamatwa lizima zima. Fata, piga. Hilo Zakef alianza kufuata helikopta mkuku. Na akaenda kuwa na mienda. Risasi zinamkosa. Hapo. Akalala chini. Akatia kamba za msuri. Zile kamba za msuri. Funga helikopta. Fungi mbali helikopta. Ndoka chini moja kwa moja ikaangamia. Sasa zikawa zimebakia helikopta mbili peke yake angani. Kazi nzuri Kibonge. Kushukuru sana Milton Morris. Sasa zimebakia helikopta mbili. Ikitokea helikopta nyingine kutufuata, hakuna kuilazia damu, ni kuifyeka mbali. Tutafanikiwa. Kama itawezekana kuiteka tukaondoka nayo, itakuwa ni vizuri zaidi. Si rahisi. Sisi tutakuwa na mguu. Anaonekana anaingia kwenye swamp. Tupa grenade. Ongeza tena, tupa grenade kwenye msitu. Nini? Wanatupa hali ngumu. Nashinda hata kusogea mbele.
Sasa ni kutoka kwenye uwanja wa wazi kupambana na hizi helikopta ana kwa ana. Kuja kwanza zipite. Subiri kwanza ipite. Kisha pita tuvuke. Akoma. Ya kwenye matope. Bibi, nimetumbukia kwenye tope. Tope. Sipige kelele na kuja kusaidia. Karudi mila Zokef. Kwanza kumsaidia Milton Norris aliyekuwa amezamu moja kwa moja kwenye tope. Helikopta iligeuza anza kushambuliana kwa na Mila Zokef. Pale pale chini Milton Norris na yeye anashambulia. Kwenye mafuta helikopta ilianza kwenda Kanyabazongo mpaka chini na yenyewe kaenda na uji. Mguu umeteguka mguu. Twende hata kujalia, bado kazi ngumu, bado kuna helikopta nyingine. Tunaendelea kufuatwa. Inabidi tuingie msituni. Tuwe tunatega mitego kwa nyuma nyuma. Pale chini. Pale chini pale ambako inaonekana wameangusha helikopta yetu. Special force ya kundi la walima madawa ya kulevya bado liko nyuma linafuata. Liongezea nguvu tena. Captain Wilson. Tumeshaona mahali walipo, kwa sababu tunaona maji yamechafuka. Ufanye vipi? Enda mara moja muwafate. Mimi naona mambo ya angani yamekuwa magumu. Narudi kambini kwenda kufuata msaada. Mbona helikopta isikika kama inatokomea? Imeelekea wapi? Silva baada ya kuona mambo yamekuwa ni magumu, aliamua moja kwa moja kurudi katika barracks ndani ya kambi yao. Kambi ilikuwa ni makao makuu ya walima madawa ya kulevya katika sehemu ya misitu kwa ndani katika nchi ya Bolivia. Nchi ya Bolivia iko mbali sana na Brazil, na upande mwingine inapakana na Colombia. Aliyekuwa amebakia katika kambi alikuwa ni mzoefu katika kundi la kulima madawa ya kulevya, Philip Wagner. Vipi, kuna mafanikio yoyote huko? Yes, Rita. Umefanikiwa au umerudi hivi hivi?
Unipi taarifa kusema kama umekamata au umeshindwa. Na ngoja unipe taarifa kwa sababu nasikia mambo ni magumu huko katika msitu. Na mimi nataka kwenda huko kukamata watu wao niwalete sasa hivi. Usizungumze wewe, tulia hapo ule. Unakula ovyo ovyo. Na kuhakikishia kwamba wa makomando watatu nitawakamata ndani ya muda mfupi, na napenda sana kuua. Na kesho asubuhi nitawaleta watatu wazima au wamekufa, tunywe na kusherehekea kukamatwa kwao. Asubuhi ilipofika, nguvu iliongezwa sasa kwenye msitu. Makomando katika msitu na wao wakawa wamejiami kwa kutega ile mitego ambayo wamejifunza katika sehemu za Vietnam. So Mchafu yeye alikuwa anaongoza group B, Mzee Kipara akiwa anaongoza group C. Bwana Mdogo yeye alikuwa na group B. Salimia na shamba kwanza. Katika mitego hiyo ya Kivietnam, walimomoda kulevya katika kikosi chao hicho walipotea kama 28. Walikuwa kama kompania mbili ndani ya msitu. Komando sasa baada ya kuwa wametoka pale katika sehemu ya mitego, walikaribia sasa kwenye mto ili wavuke kwenda ng'ambo ya pili, wakaribia kabisa kuingia kwenye barracks ya walimu madawa ya kulevya. Mto huo kama nilivyokujulisha mpenzi msemaji, ulikuwa na mamba kibao. Bonge siku zote yeye ubakia nyuma. Akateleza Kibonge. Naomba kwenye maji. Nini Kibonge? Umeteleza, nimetumbukia huku kwenye mto. Mamba kwenye mto kulikuwa na mamba. Mamba kamkamata mguu Kibonge. Kelele alizopiga Kibonge ilianza kusikika moja kwa moja mpaka kwa maadui. Nisaidie huku na kufa, nimekamatwa mguu na mamba. Kamata mamba. We have located target. Sasa hivi tunakaribia katika adui. Tunasikia kwa mbele adui anapiga kelele. Kwa hiyo tunakwenda kushika. Ule muda ile ngumu nimekamatwa. Amenikata mguu. Mguu umekatika kabisa mguu. Niaje. Niaje. Mimi siwezi kwenda, muendelee kupambana. Niaje. Mniaje. Tukubebe. Tunakubeba, tunakwenda nawe Kibonge. Niaje. Nenda. Nendeni mkapambane. Can't make it, man. Nendeni mkapambane, mimi nitabaki hapa. Mfe na 20. Mfe na 20. Tuzo moja. Madua. Wanakuja. Tuna madua wanakuja. Kibonge kawashauri waondoke. Mguu wa Kibonge ulikuwa umekatwa na mamba. Milton Norris.
Amelazwa kifo, akaanza kushambulia Kibonge pale pale kwa chini. Yeye akawa anajibu mapigo, anajikokota na matako Kibonge. Let's go! Twende! Kibonge anatesa. Kibonge bado anatesa. So mchafu. Akamtandika risasi Kibonge. Twende nimemfyeka. Alimkuta Kibonge ameshakuisha kabisa. Akawa Kibonge amekufa kishujaa. Sasa makomando wamebakia wawili. Makomando wanasogea mbele, walianza kusikia kama kundi la watu wanakuja. Kuna watu wasikia kama wanakuja huko kwa mbele tunakokwenda. Nini? Ni watu wanatoka katika mashamba. Wanatoka katika mashamba kulima madawa kulevya. Take cover. Come on. Come on, hurry up, hurry up. Vibarua waliokuwa wanatoka katika mashamba ya kulevya walikuwa wamechoka kweli kweli. Anasukuma kwa nguvu. Miongoni mwao alikuwa Sarah Sherman. Sarah Sherman alikuwa ni ndugu wake na Milazo Kefo. Wow! Tonga kaanguka Sarah. Alikuwa ameshasikia kama kitu kama ishara. Komando siku zote mama huyu alikuwa ni komando vile vile katika vikosi vya kuzuia madawa ya kulevya. Alitekwa wakati wa mashambulio ya nyuma. Piga. Sara kapiga. Akatoka. Akaua Sara. Wacha kucheka. Uko sasa? Niko salama mimi. Bado nichukua kwanza knife. Mbavu kweli. Nimefika katika muda ambao nilikuwa na utazamia. What can I do to show you? Sasa niwasaidie nini? Sisi tunatafuta njia ya kwenda mpaka headquarters. What's the fastest way to the Sierra mission? Nadhani wewe una taarifa kamili ya kuweza kutusaidia. All right. Sawa. Show the way. Sasa hivi kundi tunaelekea katika sehemu nimeshapata taarifa kwamba mmezunguka. I have nothing to do with it. Kuna wengine walikwenda kuvamia convoy. Vipi Norris? Natafuta kwanza akiba kwa sababu nimeishiwa na risasi. Wenzetu wanasema kwamba convoy iko karibu. Na unaongezea? Na mimi ngoja niongezee. Tuko tayari sisi. Basi nifuateni mimi. Nifuateni nionyeshe.
Eastern the Highway. Eneo Tokono na Mkandara Ruvu Videotech iliyoko Mbagala Makuka jijini Dar es Salaam. Na kweli msafara naona unakuja. Ulisema na waongopea na sasa ni uongo. Siku zote na kuwa mkweli. Sasa tutafanyaje hapa? Subiri mama. Najua kudandia. Najua mimi. Basi tufuate. Wakadandia kwenye nyuma. Vibarua walikuwa na wajua kwamba ni askari wenzao. Barua vile walikamatwa katika mashambulio. Kwa visu askari kwa wameangalia mbele wanaimba. Choko. Sasa masogea mbele kumfuata dereva nimpe salamu. Dereva upo? Tupa nje. Sasa gari ambalo lilikuwa nyuma limetekwa na makomando. Kamvoi kwa mbele hawakujua kwamba gari lao la nyuma sasa limeshaingia mikononi mwa kundi la Drug Enforcement Administration kutoka Marekani. Safari ilikwenda moja kwa moja mpaka kwenye main gate kuingia sasa kwenye barracks ya walimu madawa ya kulevya. Ukaguzi katika gate unakuwa ni ukaguzi mkali, ukaguzi wa kina, wanacheki kila kitu. Tuna bambo hapa. Tukipita hapa tumeshinda. Wanapenyeka hapa. Hata kwa kurupushani lazima tupite. Gari la mbele pita. Okay. Fungulia hayo magari ya mbele. Nyuma lisubiri kwanza kwa sababu naona dereva akuvaa kofia. Akuvaa kijeshi. Subiri inaonekana dereva akuvaa uniform. Dereva gani huyu? Wewe pia utazani mlingoti. Wote teremkani chini. Sarah Sharman na kundi lake wakateremka chini. Hilton Norris akabakia mle ndani. Piga na mlango. Hilton Norris anaponya mavitu pale mlangoni. Ile kafa kaingia mkuku na gari. Ilikwenda moja kwa moja mpaka kwenye fungu la mahindi. Huko anashambulia. Askari walikuwa kwenye jukwaa kwa jujuo. Waliona gari linakuja mkuku na kuingia moja kwa moja kwenye godown ya madawa ya kulevya. Kazi iliyofuatia makomanda wawili walishuka chini. Sasa kambi imeingiliwa. Pele umewafika wakunaji. Tulipogna. Abale. Ndio hapa. Nini unatetemeka? Unatetemeka nini? Kama wamekuja. Ndio kazi tuliyoandikisha. Na kwenda kupambana. No. Baada ya taarifa kuwa zimeingia katika kambi, vifaru, APCs, mizinga na kila kitu. Nimeshajua mahali mlipo. Nimeshajua mahali. Musalimishe silaha zenu. Mje mikono juu. Sina mchezo. Jisalimishe. Nawaambieni kama mkujisalimisha katika kipindi kifupi nitawamaliza katika sitaki mchezo. Na wajua unasikia? Unisikilize. Kama unataka kupona nawapa nafasi. Ninarudia tena. Ninajua kwamba mnanisikia huko mlipo pamoja kwamba mnijibu. Kitendo cha kukaa kimya bila kujitokeza mkaamsha mikono juu. Nataka niwakanyage na vifaru vyangu mnaviona vinazunguka huko.
Listen to me. Sikizani, hamtaki kujisalimisha. Giving to you. Mimi nitakuja katika muda wote kuanzia sasa. Our men will beat. Sina mchezo, wakati wote nitawaingilia. Will be killed. Nataka sasa hivi Surrender. najitokeza msalete. Anasema nini huyo kunguni? Anasema tujisalimishe. Ngoja tuende kwake. Makomando hao wawili katika kambi waliendelea kumwaga mavitusi. Hiyo ni mashine pia kiasi. Yeye pamoja na jipu na mashine gani wakarushwa juu moja kwa moja na kugeuka majivu. Sasa hapa hawapo, piga watu, waliwashusha kiutamutamu na risasi mpaka chini, walikuwa wameanza kuishwa risasi. Sasa tumepata nyongeza. Twende upande wa pili. Mlinzi, Follow me! Ifata mimi na RPG. Wende tufanye mavitu zina 7V. Amni Silva, kamanda aliyekuwa Colonel katika kambi hiyo, aliondoka moja kwa moja na kikosi chake kuwafuata kule makomando alikosikia risasi zinalia. Pita kwenye banda la nguruwe. Na kundi la makomando, maadui nao wako nyuma wanawafuatiliza pale pale wanakopita. Piga kombora likawakosa. Major Norris unakoleza shaba yake ni hatari. Mizinga ya 106 vifaru pamoja na silaha nyingine ndio kushambulia. Wanasogea mbele kikomando, makomanda wawili, Milton Norris na Miles O'Keefe. Sasa tugawane, wewe upite upande mwingine, mimi nipite upande mwingine. Tukielekea sehemu moja tutashinda. Wewe unanilinda na mimi. Kamzoa ile kitu naitwa Kiankomera. Amni Silva anasogea na kikosi chake. Kumbe vita vina macho. Hata wanyama wakati wa vita ubaki wanaarisha. Kwa nyuma wamwagia korosho. Milton Norris aliingia kwenye nyumba ya mama mmoja. Adui alikuwa tayari ameshamuona pale alikopenya, na walisogea moja kwa moja kuizunguka ile nyumba. Walikuwa na Emil Silva kando zunguka.
Zunguka upande mwingine. Major Norris aliwalalia mama pamoja na mtoto wake wasije wakatandikwa risasi. Kama kuna kisu. Piga hiyo. Katokeza kwa juu. Bado Silva anafuata. Milton Norris anafuatwa. Anakwenda huko anatesa. Namtaka mzima. Akapiga mguu. Itonaliza kitandiko mguu. Don't kill him! I want him alive! Namtaka mzima, msiue. Msiue, namtaka mzima mzima. Hakuwa na jinsi. Milton Norris. Wewe ndio unatuchezesha kana unacheka na nani? Nani nampigia meno? Teke. Babu mkubwa. Walianza kumburura moja kwa moja kumpeleka headquarters. Waweze kumtumia kama human shield ngao. Ili Miles O'Keefe aweze kujisalimisha. Huku sitoka kupiga risasi mwanangu jamani. Watoto wadogo muogopi. Inakuja. Ngoja. Tunakiso. Kafu mbali bakia peke yake. Bado na nyinyi anaendelea kutesa. This is Captain Wesson. Mimi hapa ni Captain Wesson. Na kujulisha kama mwenzako tumeshamkamata tunaye mkononi mwetu. Unatakiwa kujisalimisha mkononi mwetu sasa hivi. Usipoweza kujisalimisha, ujue mwenzako hatutamwonea huruma. Ujitokeze mzima mzima. Nje huku. Akavutwa na Sara Shaman. Sara Shaman kwa maeneo yale. Miles O'Keefe kaingia katika kibanda alikokuwa amejificha Sara Shaman. Namna gani nifanye nini? Niko huku. Wamekuumiza. Bado sijaumia. IPC vifaru na askari wote walisogea na kuzunguka lile jengo alikoingia Miles O'Keefe. Yuko nje. Nikasheshe.
nyumba. Piga. Kamwelea Sir Shaman. Ila pigo risasi. Sir Shaman. Ainuka na kumwelea Milozo Kefu. Risasi nne zikaingia katika mgongo wa Sir Shaman. Kummaliza moja kwa moja Sir Shaman. Shaman. Mdogo wangu, zinga wa kifaru ulisetiwa moja kwa moja pale kwenye ile banda. Bomu lilikuwa mpaka pale. Piga banda moja kwa moja likasambaratika. Piga bomu lingine. Ile banda lilianguka moja kwa moja mpaka chini na kumfukia pale pale Milozo Kefu. Nipe silaha, nimmalizie. Baada ya kuhakikisha kwamba Milozo Kefu bila shaka amekwisha, El Silva alirudi moja kwa moja katika makao makuu ili kwenda kumpa suruba Milton Knowles. Hata unitese, sisemi kitu. Tomorrow morning they will be shot in public. No one dare to challenge Wote nyinyi anywhere. wakati wenu wa kumalizwa umefika. Wolf amepiga simu, ambaye ndiye kiongozi wetu. Anasema anakuja sasa hivi kutupa pongezi kwa kitendo chetu cha kuwamaliza au makomando watatu. Kwa hiyo wakati wowote mtumie helikopta imfuate. Huko karibu katika maeneo haya. Nitafanya kazi hiyo sasa hivi. I've got the situation here completely. Kwa hiyo hali imekuwa ni nzuri. Ngoja nitumie helikopta imfuate. Wolf ambaye kwa kiongozi mkubwa wa kununua madawa ya kulevya kutoka katika mashamba yaliyokuwa yanaongozwa na El Silva, alitumia helikopta moja kwa moja ili kuja kuwapa pongezi wenzake kwa kuwanasa hao makomando watatu. Ambako Milozo Kefu amefukiwa na kifusi. Bahati nzuri pale alikodondoka alikuwa amebanwa tu katika sehemu za matako pamoja na miguu. Aliweza kujikokota taratibu kwa kibubujiko na damu na kuweza kutoka pale kwenye kifusi. Helikopta iliyomfuata moja kwa moja kamanda Wolf ilifika kwenye headquarters. Milozo Kefu baada ya kuwa ametoka pale kwenye fungutu, alielekea katika sehemu ya garrison kule ambako kunatunzwa vifaa mbalimbali na kuanza kuyabomoa mapipa ya mafuta. Siogope, kuna usalama kabisa. Habari zenu? Nimekuja kuwapa pongezi kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Milozo Kefu alianza kubomoa mafuta. Samwila ambako anapaki magari walianza kuungua. What the hell is going on? Kuna nini? Huyu mtu hajafa huyu? Bado ni mzima.
walisikia risasi zimeanza upya. Wewe sir, ulizani mwenzangu amekwenda lakini bado ni mzima na anakufuata. Anakujia sasa hivi. Pata mashine gani? Kwenye jipu. Milo za kafe. Alikuta mzinga wa pikipiki ukiwa unamsubiri pale. Moja kwa moja akapiga kiki. Paka. Aliondoka mkuku kuelekea makao makuu. Gate la lango kuu lifunguliwa na pikipiki. Mpaka ndani. Nimkuta yule akiwa pale. Piga basi ondoka. Piga ondoka chini. How you doing, stranger? Nilijua kwamba utakuja. Nakushukuru sana. Sio muda wa kushukuru hapa. Chukua silaha. Vita imeingia katika awamu ya pili. I'm gonna go find out. Hatujafanya lolote. Sasa hivi vita imeingia awamu ya pili. Tunaweza kushambulia. Henry Silva alikoondoka pale chini alianza kupata fahamu. Akainuka na yeye mkuku. Piga sasa. Tumemdhuru kwenye mkono. Sasa By anybody, ulidhani including those umeshinda? Nakuuliza, ulidhani umeshinda? died. Henry Silva anapambana na Milo Zakaev. Norris kwenye mapipa ya mafuta. Aliamua kwanza kupambana na mapipa ya mafuta Norris. Nito Norris kwenye mapipa ya mafuta. Milo Zakaev anapigwa na Henry Silva, kamanda wa kundi la walimu madawa ya kulevya. Kufyeka, kufunga kamba, kazi ya mugua, yaani kumalizia na risasi. Piga mtu, pandisha kwenye rofu ya juu. Nadhani umejificha huko, umejificha mbali. Nakuja huko huko. Ingia wapi? Umeingia kwenye kanyampasira. Kajificha wapi huyu mbuzi? Kajificha hapo yuko ndo. Hauri sina mapipa ya mafuta. Yuko wapi huyu? Jitokeze. Kama yeye ni komando, kwa nini anajificha? Unamtafuta nani? Alitoka mkuku mpaka chini, akamda kuja huko. Pika kabalika. Kimbia mimi. Uwezi kuondoka hivi hivi. Akamfuata. Norris na mapipa mafuta. Piga na kulewa. Akamkosa. Henry Silva na Milo Zakaev. Ngoja. Ngoja nje. Huko. Badilisha kukopia. Pandisha kwa juu. Kabandisha kwenye kanyampasia. Aja mdake. Piga mtu. Piga ngumi kampeleka mkuku mpaka chini. Inaweza kufanya huko. Norris na mapipa mafuta.
Mbona kama kana timu mbio. Amekaona. Huwezi kwenda. Nakwambia huwezi kuondoka hivi. Shika kama jotua. Chukua mashirika na mmalize. Unaweza karuka. Hapa kuko akapata 7v. Shika kama hapo. Eli Silva isambaratishwa. Zewofu na timu mbio wakiwa na Philip Wagner. Philip Wagner ndiye alitangulia kuingia kwenye helikopta. Philip Wagner Usifate. Unafuata nani? Unafuata nani? Akwa mwingine alikuwa ni Norris. Sikiliza Norris. Sasa naomba Wolf na kapigwa risasi. Boss wako. Hakuna kunifuata. Nakwenda peke yangu. Thank you, darling. Wali. Unaweza kitandiko sasa wakati nasogea helikopta. Unaweza ukanifuata. Philip Wagner na Kimeko. Unaweza ukaondoka. Utaondoka hivi. Mimi na wewe. Kadandia moja kwa moja kwenye helikopta Mila Zokaf. Anataka enda kamsalipia moja kwa moja Philip Wagner. Mzee, tutakula sahani moja leo. Uko na kukwenda na kuja. Zipigo za anga. Mara nyingi sana upigwa na mbayuwayu au na njiwa. Nimebakia chini huko. Mimi nirudi kwetu. Hata biashara ya madawa ya kulevya nimeacha. Sirudi tena. Nani? Magaruka kamwone. Nimekuja. Uwezi ukaondoka na kuacha umetenda vitendo vya nani. Unastahili hukumu. Umeharibu vichwa vya vijana wengi katika dunia. Kitendo chako cha kusimamia madawa ya kulevya, vijana wameoza akili na kuhukumu huku kuangani. Nakugawia pesa zote nilizouza madawa ya kulevya. Ziwe zako. Mila Zokefe alimteka moja kwa moja Philip Wagner na kumpeleka moja kwa moja Washington, Marekani, ambako alikwenda kufikishwa katika vyombo vya sheria na kuhukumiwa moja kwa moja kifungo cha maisha. Zawadi nono alipewa moja kwa moja Mila Zokefe. Familia ya Kibonge Chuck Bishop na yenyewe ilipata zawadi nono. Milton Norris na yeye familia yake ilipata zawadi nono. Picha tu ndio hadi wa inji ya ngoma kabisa na biashara haramu ya madawa ya kulevya.